Tunaona leo niko na amani sana. Ndio. Ndio. Tunaona leo niko na amani sana. Mungu naomba vile tutatamkia leo. Tutapata kwa jina la Yesu. Hallelujah. Luke chapter number 14, our topic today. Our topic today. Jesus is the master of all grace. Jesus is the master of all grace. Yesu Kristo ndio mfalme wa utukufu. Sema amina. Let us look at this scripture very well. Kwa sababu Mungu atashuka hapa. Mungu atashuka hapa tu mwanangu. Mungu atashuka hapa tu. Inasema hivi, ikawa alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato ale chakula, walikuwa wakimvizia. Nimesema hivi, there is sister here, ulikosana mzee, you have 2 kids, una watoto wawili na ulikosana mzee wako. Sasa unataka kuishi maisha bofu, unakosana leo, unarudiana kesho, na you have problem with you. Simama kwa jina la Yesu. You are sitting here. Ukisikia nimekuita. You are sitting here. Takosana leo, kesho mmepatana. You have 2 kids. Bana leo, kesho kamera. Kariaka. How are you, madam? How are you? Unaitwa nani? Salome. Kuna mtu wangapi? Wawili. Ni mara ngapi kuja huku? Ya kwanza kuja huku? Alafu Jesus Christ. Ni mara yako ya kwanza kuja huku. Umejuaje huku? Umejuaje huku kanisani? Umeagiziwa na mtu. Maisha ni mbovu. Unakosana na mzee, kesho umerudiana, kesho ingine mmewachana. Kuja tukuondolee laana wewe. How old are you? Kuna miaka ngapi? Sasa hivi mzee wako yuko kwa nyumba. Uko pamoja? Hapana. Mmewachana tena? Na mtarudi mrudiane tu pia. Maisha hii. Mmekosana lini? Kuanzia juzi. Ukajitia shughuli. Sasa utarudi tena ujitie shughuli urudi. Angalia mikrofoni yako msana. Utarudi. Simama hapa hivi. Unakunywa pombe? Hapana. Mnakosaniaka nini? Wewe ndio mlevi. Ndio mlevi? Akaja nyumbani pale mnipige. Na ndani ya bafu. Unakaa ndani ya bafu? Nakaa ndani ya bafu usiku. Unakesha bafuni? Hebu ngoja kidogo. Unakesha bafuni? Mpaka asubuhi? Asubuhi naamka naingia ndani. Nafanya shughuli zangu. Akiwa shaenda? Baba. You know, prophecy is real and God is real. Na uwezi ukadai utia na ukalia. Uwezi. Tanzia wapi? Mara ya kwanza kuja huku.
Ana watoto wawili. Vijana wote. Msichana na kijana. Vijana na msichana. Yaani unakaa bafuni mpaka asubuhi. Jamaa akienda ndio unaingia kwa nyumba. Unamfulia nguo. Unafanya kazi zote. Akikuja usiku tena unarudi bafuni. Salia mtu mwambie una shida. Salia mtu mwambie wewe ni ng'ombe sana. Una shida wewe. Utoe wapi shida? Kama unalala na hiyo ng'ombe tu kwa hiyo kitanda mpaka asubuhi. Hata kama haitaki kuongelesha, mbona imelala kwa hiyo nyumba unaiona tu. Sindio? 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 Hata kama ikuongelesha iko hapo tu unaona imekuja hata kama ikuli imekuja tu ikakaa. Ukiona ng'ombe ikuli imeshiba huko. Kwa shamba jirani. Sio nipigie makofi kwa sababu nakusaidia. Hata kama unaipigia chakula ikuli, wewe usichoke, pika tu. Ikae tu hapo, haikuli. Kataa kula asubuhi unaamka unachemsha, unapasa una make sure imenuka vizuri. Imenukia vizuri akiwa hapo. Na unakula, anakuuliza bado uniwekee, unamwambia si usiku sikukuwekea, hata saa hizi kuwekea bado. Serio? Ndio practice hii au karibu ndoa yako akiokuja hapo niambia ndoa imeisha. Hii nyumba nitakufukuza. Hii nyumba ndoa haishaki. Ukiwa mazako mwambie stupid sana. Mama. Na wewe ni Muislamu? Hey. Ujienda kuona Allah. Mama kuja huko. Acha tukusaidie, ndio. Amen. Allah akishindwa Yesu anaweza. Amen. Sawa. Amen. Unajua, hiyo ndio matatizo yako. Lazima tumuombe mzee aje kupiga yeye. Anakupiga kama mnyama. Ile siku nyingine ulitoroka. Hii ingine sisemi. Ndio vile wameweka masikio. Hata kusikia vile nitasema hapo mbele. Na wewe yako, kama zako mwambie, yangu ni leo na yako. Ndio mkono juu kabisa. Tumuombe amani. Yes. Yesu muondolee mateso kwa hiyo nyumba. Kwa jina la Yesu. Muondolee mateso kwa hiyo nyumba. Na yeye ni mgonjwa. Hebu kuja. Ulikuwa unaomba sio? Lakini imeisha fanya hivi. Kaka mdogo. Unasikia? Imeenda. Mungu akulinde. Listen. Luke chapter number 14 verse number 1. Let us go there please because of time. Unajua leo ninakuchelewesha kwa sababu umekuja huko ukiwa umechelewa. Si ni ukweli? Si ni ukweli? Ni ukweli. Hivi kanisa inaanza saa ngapi? Saa 3. Ingawa alipoingia ndani ya nyumba, mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo. Ikawa alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo, siku ya Sabato, ale chakula, walikuwa wakimvizia, na tazama, Kristo Yesu ilipata siku moja akaingia kwa nyumba ya wakuu wa Mafarisayo. Nyumba moja tu ya mkuu katika wakuu wa Mafarisayo. Unajua wakuu wa Mafarisayo ni watu ambao walikuwa wanafundisha Torati lakini hawapendi Yesu. Sasa Basi tu natazama mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama sivyo? Kitu kinachonitia uchungu ni kwamba huyu ni mgonjwa lakini ako kwa nyumba ya kuhani. Ako kwa nyumba ya kuhani. Mfarisayo alikuwa ni kuhani wa dini ambayo ilikuwa imeshikilia Torati, hawataki Yesu, wanataka Torati. Na mgonjwa ameketi kwa nyumba yake. Baba, mgonjwa ameketi kwa nyumba ya kuhani. Yaani ukuje hapa
Wewe ni mgonjwa, kama kuna mwingine hapo anaumwa na mbavu pande hii na nilikuita usikii. Kwa nyumba ya kuhani uketi, ugonjeke. Kwa sababu ni wanorati, bado anakula sadaka na fungu la 10 na wewe mwenyewe unakufa. Kwa nyumba ya mkuu wa Mafarisayo, kuhani ako hapo, amegonjeka ugonjwa wa nini? Safura. Hata sijui yake ugonjwa ni ugonjwa gani hiyo. Mwanangu, uje kwa nyumba ya Mungu, kuhani ameketi hapo, alafu toka uko mgonjwa. Inua mkono wako juu sema kuanzia leo. Nakataa kuonewa na shetani. Nakataa kuonewa na shetani. Jamaa alikuwa kwa nyumba ya kuhani na ni mgonjwa. Ndio. Isiki ni mgonjwa lakini ako kwa nyumba ya kuhani. Yesu akamsimamisha, akauliza swali, ni halali kuponya siku ya Sabato ama sivyo? Ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika, akamponya. Akamruhusu aende zake. Akawaambia, nena hapa kwa Mungu leo kwa jina la Yesu. Amen. Mwanangu, hii nyumba ufai kuwa unakuja unanipata, ibada inaisha, unaenda nyumbani na wewe ni mgonjwa. Weka mkono juu kabisa. Ninalaani shetani wa kufuatilia nyumba kwa jina la Yesu. Amen. Yaani kwa nyumba ya kuhani utampea pesa, umpe hizo sadaka, umpe kila kitu na bado uko na ugonjwa. Uko na shida. Na bado uko na shida. Na bado uko na shida. Na bado uko na shida. Kwa nini umeketi hapo? Sasa, yes. Kwa nyumba ambayo kuhani yuko, ndio. Kwa nyumba ambayo kuhani yuko, ndio. Na bado uko na shida. Na bado uko na shida. Na shida. Yesu akauliza, ni halali kuponya siku ya Sabato? Wakanyamaza. Kwa sababu watakula sadaka, ndio. Watakula fungu la 10, ndio. Lakini roho ya uzima hawajabeba. Yes. Nika sauti kidogo. Roho ya uzima hawajabeba. Ni ombi langu leo mwanangu, ni apply roho ya Yesu kwa maisha ya mtu. Amen. Ni mgonjwa, sadaka amezitoa kwa Mafarisayo na wanasheria, wamemsomea sheria. Amefanya kazi. But still there is problem. And the Bible says, and that day this man, he was sick, he met Jesus Christ. Yes. Akakutana na master. Kwanza akauliza watu, yaani unajua kuna watu pumbavu sana. Ndio. Ukiwa mzako mwambie kufia kwa hiyo dini yako kwanza, wacha kujiga yako. Yaani jamaa keti hapo, dini ya Mafarisayo, ni mgonjwa, wanakula sadaka fungu la 10. Ndio. Na alipoponywa na Yesu, wakaleta vita. Yaani mwanangu, unaweza kaa na mtu ambaye hatafurahia ukiteseka, salimia mwenzako mwambie nimekataa hiyo. Yaani wewe na Mungu hapo siasa. Unakaa. Jo. Basi niombe, ninaomba na tumbo. Baba, kwa jina la Yesu tunafuja hiyo kisirani ya tumbo. Mungu anasema kuna madhabahu pende kama magonjwa watu wanakufanga ovyo ovyo. Leta sadaka, atoe kitu. Nakuja sasa ile shida haijawahi enda. Baba, kwa jina la Yesu lazima uongeze kiwango cha sadaka. Ukienda kanisa ingine akisikia umeombewa ukapona, unaingia vita kwa sababu ushakuwa mtumwa wake wa kupata pesa. Ndio mkono juu kabisa, ninakuombea mwanangu. Shida itakufuata. Amen. Tunakuja tena. Pastor, shida ndio. Unajua sasa atakakaa baadaye sasa atakuombea choke, hata kuambia unajua sasa fungu la 10 ulipaki kweli. Unalipaka fungu la 10. Hiyo mlango wa magonjwa basi. Kuna katoto kamoja hivi. Huyu baba, nafurahianga na imani yake. Huyo mtoto akiumwa kidogo anaambia baba, mama, pigia pastor. Pigia pastor nimwambie mimi naumwa.
Akinipigia, nikisikia ndiye namwambia mtoto wangu ushapona kitambo. Sasa itaenda hiyo na mtamkianga izoee kwake. Akisikia ni kama hivi anasema kwa jina la Yesu mimi sio mgonjwa, acha ujinga wako, shetani umenizoea sana. Amen. Anatoka toka kati kujiombea. Lakini wacha akuja kuombea kwani. Alafu asikie umeenda kuombewa mahali pengine ukapona, matatizo ikaisha, utakuwa adui yake. Siku zote utakapoona pasta amekuwa adui yako kwa sababu ulisaidia kanisa lingine, kwa sababu hiyo pasta ni mwizi. Hata mimi mwenyewe ukatoka hapo ukaenda ukasaidia kanisa lingine. Sasa leo unataka kumwambia neema Yesu. Baba. Neema. Hadi sasa pasta yule wa kwako ni mimi sio? Yule pale. Asikia ulikuja ukasaidia huku. Anaanza kuambia, unajua hiyo kanisa hufai kwenda. Kanisa ndio yake mwanzo kumwambia shenzi sana. Alikuwa hapo na mateso, ndio, na alikuwa nyumba ya kuhani. Yes. Na kuhani anapokea sadaka kulingana na sheria za Musa. Ndio. I want to believe that today utakutana na roho ya Yesu Kristo, itakubeba ikuondolee mateso, itakubeba ikuondolee shida, itakubeba ikuondolee vikwazo vyote. He was there and he was sick. He has never even one day met Jesus Christ. Lakini sadaka alitoa. When the day comes na met Jesus Christ, akakutana na Yesu. Maandiko inasema Yesu alimgusa tu peke yake na ugonjwa ukamwachilia. Na maombi yangu ni kwamba mwanangu leo niguse tu mwili wako peke yake katika jina la Yesu Kristo, na shida inayokufuata inasema itakuona tena, inasema itakufuata tena, na hata ikiongezea mapigo hiyo shida, mwanangu utakuwa umefunikwa. Nasema utakuwa umefunikwa. Wakati ambapo Yesu amesimama akawauliza ni halali kuponya siku ya Sabato, mapepo za watu walinyamaza. Mwanangu ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba leo utabeba roho ya Yesu Kristo, ya Yesu Kristo, ya Yesu Kristo. Ni ukweli wamezoea kukuona vile ulivyo, lakini baada ya hapa kuna muujiza unakuja, kuna muujiza unakuja. Ninasema kuna muujiza, kuna muujiza unakuja, kuna muujiza unakuja. Oh my God, utawanyamazisha tu mwanangu. Oh my Father, ninasema utawanyamazisha. Yesu akawauliza ni halali mtu kuwa mzima siku ya Sabato? Mwanangu ninaomba nivunje sheria, ninaomba nivunje sheria, ninaomba nivunje sheria, ninaomba nivunje sheria. Ndio kweli kwetu ni Wakatoliki, kwetu ni ANC, kwetu ni wa dini, kwetu ni wa ile, kwetu ni wa ile. But Jesus came, Yesu akaja akawa mwisho wa sheria, akawa mwisho wa sheria. Nataka nikwambie mwanangu, mbele ya Yesu hakuna sheria, na nyuma ya Yesu hakuna sheria. Sheria ambayo iko ndani ya Yesu ni neema ya uzima, ni neema ya baraka, ni neema ya kulindwa, ni neema ya kutanguliwa. Ninakuombea leo katika jina la Yesu Kristo kwamba neema ya Bwana Yesu itakubeba tarumbeta, itakubeba tarumbeta, itakubeba tarumbeta, itakubeba tarumbeta, itakubeba tarumbeta, itakubeba tarumbeta. Wakihesabu hasara, mwanangu utahesabu hasara. Wakihesabu mateso, Mungu atakuficha na wingu ambalo halina mateso, halina mateso, halina mateso. Wakilia magonjwa, kuna wingu la Yesu litakufunika, 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 litakufunika. Naomba leo mwanangu, niongee na shida iliyokuzoea, niongee na matatizo yaliyokuzoea, niongee na kila ufalme waliokuzoea. Niulize kwa ufalme, ni halali leo wanadamu kupona kama si halali? Yes. Unakaa na watu, unawapea vitu, unawapea sadaka za sheria, lakini hapo hapo hakuna msaada. Oh, ninaongea na mtu ambaye msaada wako ni kwa Yesu, ni kwa Yesu, ni
kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu. Andiko inasema aliyemkimbilia Yesu aliona salama, aliona salama, aliona salama. Unaona usalama unakuja, unaona usalama unakuja. Kuna milango inafunguliwa. Oh, kuna milango inafunguliwa, 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 inafunguliwa. Kuna uwezo wa Yesu utakubeba, utakuweka kwa position yako. Yule mama, yule mgonjwa alikaa kwa nyumba ya kuhani, lakini position yake ni ya magonjwa, ni ya magonjwa. Ni mwaminifu kabisa, sheria ameshika, kwa maana ameruhusiwa kuingia kwa nyumba ya mwanasheria. Listen my brother, listen my sister. Oh, sheria zingine lazima zivunje, Yesu aingie ndani. Sheria zingine lazima zivunje, Yesu aingie ndani. Yesu alikuja, alipokuja hakuangalia Myahudi, hakuangalia Msamaria, hakuangalia, 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 hakuangalia.